zangu watazamaji na wasikilizaji, ninayo sababu kuu ya kuwakaribisha leo na siku nyingine nzuri ambayo Mungu ametupa nafasi tupate kujifunza na tuweze kukulia wokovu. Kweli iko sababu ya kujifunza na kumjua Yesu Kristo kwa undani ili tupate kukulia wokovu. Hatukulii wokovu kwa sababu una miaka mingi umeokoka uko kanisani au unasifu unamwabudu Mungu, uko kwenye kikundi fulani cha uimbaji au uko kwenye huduma fulani. Tunaukulia wokovu kwa sababu tunajifunza na tunamjua, tunazidi kuendelea kumjua Yesu viwango hata viwango. Darasa hili la kumjua Yesu halina mwisho, kwamba itafika mwanadamu useme sasa mimi nimemjua Yesu yatosha. Hakuna awezaye kujifunza kwa habari ya Yesu akafikia mwisho. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha sana ndugu zangu na watazamaji, wasikilizaji kwa pamoja kwenye kipindi hiki kizuri. Somo letu kuu la leo tutaendelea nalo vizuri tukijifunza kwa habari ya namna ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Namna ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na kusudi la somo hili litusaidie sisi kujua kwamba ni namna gani mimi niwe mwanafunzi bora wa Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu ametupa neema na tumepata wokovu. Yamkini uko hapo unanisikiliza umeokoka, au yamkini uko hapo hujachukua maamuzi ya kumpa Yesu. Ni nafasi pia kujifunza ili uchukue maamuzi ya kumpa Yesu maisha. Ndugu zangu, dunia ya leo tuliyopo leo, watu wanataka baraka, wanataka Yesu afanye kitu, lakini hawahitaji wao kujifunza kwake. Lakini kanuni ni kwamba tunapompa Yesu Kristo maisha, tunapaswa tuketi miguuni pake tujifunze kwanza. Tukishajifunza Yesu, ndipo tutakapokuwa na ujasiri hata wa kwenda huko na kuambia wengine kwa habari ya Yesu. Kwa tunaona watu wanakimbilia kutafuta miujiza, wanakimbilia kuombewa, wakiwa na shida ndio wanamtaka Mungu, lakini akiwa mtu hana shida na Mungu, hanamhitaji Mungu. Lakini tunatamani sasa tuondokane na hiyo huruka ya kukimbia, tukihitaji muujiza, tukihitaji vitu gani? Tunataka tuwe wanafunzi wa Yesu, tujifunze kutoka kwake. Hao unaowaona wanaombea, wanafanya ishara, wanafanya nini, wameketi kumtaka Yesu. Hata wewe ulioko hapo unayo mamlaka, kwa sababu roho aliye ndani yako ni yule aliyeko kwa mchungaji, ni huyo aliyeko kwa aposto, ni huyo aliyeko kwa nabii fulani, ni huyo ambaye alikuweko kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ukimpokea yeye ukajifunza kwake, unakuwa mwanafunzi. Nataka nikukumbushe kitu kimoja kabla tujiendelea zaidi, kwamba Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi wake akawaambia waende kwa mataifa wakawafanye kuwa wanafunzi, wakawafundishe yote ambayo Yesu amewaamuru. Kwamba kunayo mambo ambayo Yesu Kristo aliketi na wanafunzi akawaambia. Kwa hiyo tunapokwenda kuambia wengine na kuwafanya wanafunzi wa Yesu, tunawafundisha kila ambacho Yesu ametuamuru. Kwa lazima uketi ujifunze. Usipojifunza ndugu yangu, tunaishi kwenye ulimwengu ambao sasa kuna manabii wengi na mafundisho mengi sana ambayo yanakuja. Haya mafundisho, usipokuwa sahihi, usipokuwa na taarifa sahihi kuhusu Yesu, utapotea. Ndio hapo Yesu alikuja kuzungumza, akasema wengi watakuja nasema mbona nilikutumikia, mbona nilitoa pepo, mbona nilifanya hivi. Yesu anamwambia kwenye Mathayo, ondokeni maana siwajui ninyi. Kwa hiyo ili asitukute hayo, twende pamoja kwenye darasa hili tukajifunze na Mungu atusaidie. Amen. Kwa hiyo namna gani ya kuwa mwanafunzi wa Yesu? Somo hili ni refu sana na tutapitia mambo mengi kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Tutakwenda tunapita vipengele. Yaani lengo la darasa ni wewe uketi darasani, tuisurvey Biblia, alafu upate neema ya kuisoma Biblia na kuielewa. Pengine unapoketi unajifunza Biblia,
unasoma ni kama gazeti, hauelewi. Yesu akawafunua na akili zao, akavuvia wayajue na maandiko. Kwa hiyo ni kanuni ya kimungu pia kuyaelewa maandiko. Hivyo, kwa hiyo tunapokwenda pamoja na mimi na Mungu atujaze nguvu yake, uwe mwanafunzi mwaminifu kusikiliza na uendelee kunukuu na kuelewa vizuri, na Roho wa Mungu yuko kazini kukuelekeza zaidi ya kile ambacho mimi amenifunulia. Anaweza kukufunulia zaidi, ukajifunza zaidi, ukapata mafunuo zaidi ya kile ambacho pengine mwalimu amefundisha. Hiyo ni mapenzi ya Mungu, wewe kuwa bora zaidi na kupata kiwango kingine cha kujifunza. Kwa hiyo namna ambayo sasa tutakwenda kuangalia kwenye somo hili, tutapita vipengele kwa vipengele kwenye Biblia, kuangalia tukae darasani. Yaani tukae darasani, tuangalie mambo yote, na tutaona Biblia imeandikwa kwa sababu gani. Tutaangalia hilo agano la kale, tutaangalia pia agano jipya, muunganiko wake sasa tunapokuja kupata Biblia. Na Biblia hii ni neno la Mungu. Kwa tutaisurvey yote kwa kuangalia vipengele na mafungu muhimu ambayo ni vema na ni bora wewe kama mteule, wewe ambaye bado hujaokoka na wewe ambaye umeokoka, kujifunza kwayo, upate kujua misingi ya wokovu. Kwa nini tunapaswa kujifunza Yesu? Amen. Kwa hiyo kwenye somo hili lote tutapitia mambo mengi. Moja ya kipengele ambacho